Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Majaliwa Tours Safaris, na wale wote ambao mko katika group langu la WhatsApp, pia hata wale ambao hamko katika group langu la WhatsApp na mnataka kujiunga, karibuni sana. Namba ni 0761565895. Na leo tunaanza Mamos orders au orders of Mamos. Tunaenda kuziangalia orders of Mamos. Kipindi kilichopita nilisema kwamba tutaanza na order ya Insectivora. Lakini pia kwenye classification of mammals, narudia tena kwa sababu hapa ni muhimu sana. Classification of mammals, ukitaka kuwachambua wanyama lazima uzingatie hivi vitu. Lazima uzingatie kingdom, Animalia, phylum ni Chordata, class huwa ni Mammalia, lakini pia ina subclass 3 ambazo nishaziongea kwenye kipindi kilichopita. Tupo kwenye kipengele cha orders ambapo orders ziko 26, family 133 tutaenda kuziangalia baadaye, genus 1135 tutaenda kuziangalia baadaye, na species 4629 tutaenda kuziangalia baadaye. Na kwenye mammals hakuna kitu ambacho tutakachoacha. Basi twende moja kwa moja kwenye orders. Kwenye orders, kwanza kabla tujaanza na order Insectivora, inabidi utambue kwamba kwenye mammals kuna order 26 na nitazimention order 26 hapa. Kwenye order 26 mimi peke yangu nimefanikiwa kufahamu order 20, kwa hiyo na ni order 20 ambazo tu nitakazo kufundisha. Order ya kwanza inaitwa Cynarthra, order pili inaitwa Tubulidentata, order 3 ni Insectivora, order 4 inaitwa Pholidota, order 5 inaitwa Rodenta, order 6 inaitwa Chiroptera, order 7 inaitwa Primates, order 8 inaitwa Carnivora, order 9 inaitwa Artiodactyla, order 10 inaitwa Perissodactyla, order 11 inaitwa Cetacea, order 12 inaitwa Logomorpha, order 13 inaitwa Proboscidae, order 14 inaitwa Hyracoidea, order 15 inaitwa Monotremata, order 16 inaitwa Metatheria, order 17 inaitwa Sirenia, order 18 inaitwa Eulipophila majina. Order 19 inaitwa Macroscelidea, na order 10 na order 20 inaitwa Afrosoricida. Hizo ni order 20 kwenye zile 26. Hizo 6 utatafuta, na mimi hizi order 20 nitakufundisha zote. Okay, moja kwa moja twende kwenye order ya leo, ambayo kwa upande wetu ndo itakuwa order ya kwanza, japokuwa ilikuwa ni ya 3 kuitaja, ambayo ni Insectivora. Insectivora ni wale wanyama wote ambao wanaokula wadudu. Insectivora ni wale viumbe wote sio viumbe, ni wale wanyama wote wanaokula wadudu. Kuna Insectivora kwenye mammals, pia kuna Insectivora kwenye reptiles. Wapo reptiles wanakula wadudu. Pia kuna Insectivora kwenye birds, wapo birds wanakula wadudu. Kuna Insectivorous, yani insect wanakulana wao kwa wao, unakuta labda buibui anakula sungusungu. Pia kuna kwenye fish, kuna Insectivora, kuna samaki wanakula wadudu. Pia kuna amphibians, kuna viura huko, kuna viura wanaokula wadudu. Sasa leo tuko kwenye Insectivorous kwenye upande wa mammals. Order ni Insectivorous. Anatuambia sifa za wanyama kuwa Insectivorous. Ya kwanza kabisa mwandishi anatuambia ni usually small size, kwa kawaida huwa wana maumbile madogo. Lakini pia mwandishi anatuambia point ya pili ni long pointed sensitivity snout with a sense of smell and sharp teeth, kwamba hawa viumbe huwa wana pua ndefu na wana uwezo mzuri wa kunusa, lakini pia huwa wana hisia kali sana na huwa wana meno makali. Pointi nyingine anatuambia 5 clawed toes on each foot, kwamba huwa wana vidole 5 vyenye kucha kwenye kila mguu. Lakini pia anatuambia possess a baculum. Hawa pia possess a baculum on a bracket called pens bone. Lakini pia huwa wana mfupa mfupa tunaita ni mfupa wa uume
Yaani wana mfupa ambao ndio uume wao. Nadhani tukianza kumchambua mnyama mmoja mmoja nitakuonyesha hiyo pensbone jinsi inavyokaa. Lakini pointi ya mwisho kabisa anatuambia ni diet mainly consists of insect whoever can eat vegetations, grains and meats. Anatuambia hivi, hawa lazima watakuwa wanakula tu wadudu. Yaani hawa insectivore ni lazima wale wadudu, lakini pia wanaweza wakala na vitu vingine kama vile mboga mboga na mbegu, hata nyama pia kwa baadhi ya insectivore. Sasa unaziona hizo sifa ambazo nimezokutajia hapo. Hizo sifa sasa unaweza ukawacha mnyama yoyote wa insectivore ukampa hizo sifa zote zilizoko hapo. Tofauti na hapo zinabakia ni zile sifa za kipekee ambazo yuko nazo mnyama. Lakini sifa unaziona hapo, wanyama wote ambao wanakula wadudu wana hizo sifa. Wote ambao wanakula wadudu nitakayokutajia hapa wana hizo sifa. Sawa? Isipokuwa tu watabakia na sifa za kipekee pekee. Lakini hizi sifa utaziweka kwenye wanyama ambao nitakutajia hapa. Mnyama wa kwanza wanaitwa hedgehogs. Hedgehogs nao unaona hapo kwenye screen, ila pia kwa Kiswahili wanapenda kuwaita kalunguyeye. Ziko species tofauti, kutakuwa na mionekano tofauti, lakini bado wote watakuwa ni hedgehogs. Tukifika kwenye species mtaelewa. Pia hapo kuna shrew. Shrew mnaona hapo kwa majamii ya panya na pia wana species tofauti. Pia kuna hao moles. Moles nadhani kila mtu anawaona hapo kwenye screen. Lakini pia kuna birds. Birds sawa ni popo na wako design nyingi. Sasa hapa ndo tutakuja kufahamu popo ni mnyama au popo ni ndege. Na hili swali sitataka niulizwe sasa hivi mpaka nitakapoenda kumaliza kwenye species, afu ndo mtaelewa vizuri kwa nini popo yupo kwenye kundi la wanyama na huku anapaa. Watu wengine wanasema na mabawa. Sawa. Lakini mnyama mwingine anaitwa aardvarks. Aardvarks mnawaona hapa. Na hawa ndo wanyama pekee. Tafuta wanyama wengine, hamna insectivore. Na hawa ndo wanyama pekee ambao ni insectivore, ambao kuna hedgehogs, kuna shrew, kuna moles, kuna birds na kuna aardvarks. Kuna watu wanaweza kujiuliza mbona tunaona kama soko wanakamata wadudu wanakula, kwa nini so insectivores? Soko wako kwenye order inaitwa primates. Tutafika kwenye order ya primates na nadhani hao majibu nitakuwa niko nayo vizuri na utanielewa kwa nini hawa wanyama nimekutajia kina hedgehogs, shrew, moles, birds and aardvarks ndio wako kwenye insectivores. Somo letu la leo halitakuwa refu sana, lakini pia nimetoa propose kwamba kwa wale wote members wa group, jamani, tujitahidi kila Ijumaa tutakuwa tunachangia shilingi 1000 kwa ajili ya bando. Sio Ijumaa inayoanza kesho, itakuwa ni Ijumaa ya wiki inayoanza, na tutakuwa nawakumbusha kuanzia siku ya Jumatano kabla kufika Ijumaa. Langu jina naitwa Majaliwa na tumuombe Mungu uzima. Siku inayofuata tutaangalia order nyingine inayofuata. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kama mna maswali tukutane kwenye group letu kama kawaida.